Bwana mambo vipi? Leo niko kwenye street za Kimanga, mitaa ya Kimanga. Katikati kabisa, Sundown au vipi bwana na Kimanga. Yaani maana yake hapa tunatafuta Chang'ombe, tunaitafuta Kimanga. Nimekutana na mwanangu hapa au vipi bwana? Bwana unaitwa nani rafiki yangu? Naitwa Shaibu Rajabu, nimetokea Morogoro. Shaibu Rajabu mtu wa Morogoro. Bwana wewe Morogoro sehemu gani? Mafisa. Mafisa. Kabila gani? Mluguru. Wewe Mluguru Sawa sawa mshikaji wangu. Bwana ilikuwaje kutoka Morogoro mpaka kuja Dar es Salaam? Safari yako ya kwanza kabisa ilikuwaje? Safari yangu ya kwanza? Huko alionitoa huko ni mwanamke. Mwanamke kwa maana kwamba unamaanisha mke au demu? Nilizaa naye. Mzazi mwenzio. Mzazi mwenzangu. Akanitoa Morogoro, nikaja mpaka huko Dar es Salaam, mpaka kwa wazazi wake. Kufika kwa wazazi wake pale, kwa ni mtoto wangu ni mdogo sana. Nikaona kumwacha huku na haja mlee peke yake na kuwa changamoto sana. Mimi nikatoka zangu mkoani nikaingia Dar es Salaam pale Mabibo. Nikafika pale Mabibo kwa mwanamke nikakaa sana kwao. Umeona, lakini mwanamke kumbe kwa maana hiyo ulikuwa unakaa ukweni sasa. Kwa baada ya kuja yani kutoka Morogoro mpaka hapa umekuja kwa mzazi mwenzio lakini ukafikia ukweni ambao kwa kina mwanamke. Ndio. Kwa mwanamke ninapohitaji mimi fanyaje niishi naye kama mke wangu. Umeona, baada ya kufika kwao pale. Na yeye ni mtu wa Morogoro au? Wote watu wa Morogoro. Na huko mkoani mnaishi jirani au labda kuna distance, kuna kijiumbali kidogo? Naishi jirani yani, sio mbali yani. Yani kutoka kwetu sisi na kwao dakika 5 nyingi. Kwa hata wazazi wake wanakufahamu, wanawafahamu na wazazi wako pia, sio? Wote wanajuana. Okay. Umeona, baada ya kufika pale nikakaa kama miezi 3. Nikamwona mwanamke simuelewelewi. Kumbe tayari chako na ujauzito mwingine. Bwana sasa kumbe yupo ananificha ficha anazungusha zunguruisha. Sasa siku wazazi wake wakaeka kikao wakaniita mimi na yule mwanamke. Bwana umekuja kia tukujua unania gani na kuja huku kwako wewe? Kabla mimi nimekuja huku kumfuata mke wangu ili tule nini? Tule mtoto. Wakamuita yule binti. Bwana mwenzao umemsikia hivyo ongea? Akasema nimemsikia. Umekubaliana na yeye maneno yake au na kusema bwana mimi haiwezekani. Haiwezekani kivipi kwani? Majibu mwanangu majibu hajatoa. Kumbe akatoka kipindi hiko tayari kashakuwa mjamzito anaogopa. Sasa hapo ilikuwa baada ya muda gani? Yaani hapo ilichukua muda gani wewe kugundua kwamba ana ujauzito? Baada ya kuja ulichukua muda gani kujua ana ujauzito wewe? Yaani baada ya kuja pale kwao. Yaani kupo maani vitendo vyake yani simuelewi mdenga anachomoka sababu mtoto akoponi kama anauni kashafikisha miezi 9. Mtoto wako wewe? Mtoto wangu mimi. Kwa hata mwaka alikuwa bado na tayari kashabeba tezi. Kashabeba ujauzito mwingine. Yaani bwana kuna wakali, yani kuna jamaa, yani mwanangu katoka Morogoro, katika kutoka Morogoro nia na madhumuni kumfuata mzazi mwenzake. Sawa bwana, alipokuja kwa mzazi mwenzake akamkuta lakini akawa amefikia ukweni. Lakini kipindi hicho walikuwa wana mtoto, ule mtoto wao alikuwa na miezi 9. Alafu kuna jamaa akashatokea akampa tuzo nyingine ambayo jamaa alikuwa anatakiwa aipokee. Sasa sijui ilikuwa kila au sisi tuzo gani hatujajua. Lakini kama mwanangu anakuwa ananikosha, hebu tuendelee naye kwanza. Mbona baada kuniambia vile, kabla nimekuja huku mimi hata namba za ndugu zangu zako nikopo sina mwanake. Yeye kupenda mwenyeji wangu na yeye ndio kila kitu kwangu. Itabidi mimi ngapiga simu nyumbani. Kwanza nilitoroka nyumbani. Morogoro hiyo. Yaani maana kutoka Morogoro kuja huko ulitoroka. Nilitoroka kwanza. Kwa baraka za wale wazee kule ulikuwa hujazichukua. Na zao kwa hataki mimi nije huko. Umeona, lakini mimi kubishibishi wangu nikaingia huko. Wewe si ndo tayari vionjo tena muda huo koka umekwama. Kusagoki nimekwama. Umeona. Bafika pale umeshusha mabegi. Watoto wa mjini wanasema nimeshusha mabegi. Walipomwona simuelewi, alinijibu vile, ikabidi nikachukua simu, nikampigia bibi mkubwa, mimi kweli nimeondoka kwenye nyumba bila kuaga kimi niko sehemu fulani. Umeona kingo panahitaji namba za mjomba. Sawa, akasema basi hamna shida, tutakuushia kwa kanoshia namba. Kweli niliondoka pale na mawazo kibao, kichwa kina tayari akili yangu fanyaje? Ishaama. Baada ya mambo kuburuka sasa kama bibi tayari kanasa. Sasa kama yeye kupona najifikiria mbona. Sasa kama ana mipango yake aniko panipigia simu nije. Kwa kumbe yeye ndo alikuwa anakuforce wewe uje huku. Yeye ndo aliniforce mpaka mimi nije huku. Ndio. Basi mimi nikapiga namba kwa ndugu zangu, kwa bahati nzuri nikampata mjomba akanielekeza mpaka sehemu alipo, mimi nikaenda pale. Nikaanza maisha pale kwa mjomba wangu. Umeona. Katika mchakato yangu nikahangaika. Umeona. Basi nikatoka zangu pale. Sasa kwanza hapo kwanza. Mimi hapo kuna kitu nataka kukijua kutoka kwako rafiki yangu. Au vipi bwana? Wewe ulikuwa umetoka Morogoro kuja huku kama ulivyosema, lakini ulikuwa unajua kwamba unakwenda kwa mwanamke. Je, ulijipanga kidogo kimfuko? Nilikuja na hela kala 300. Ulikuwa na kama 300. Ambao 300 ulisema kwamba ukija hapa ndo na vitu vikae sawa. Kwa sababu tukozeshe.
natoa hata nusu, namchukua mwanamke, tunatazama maisha na vile. Mnarudi Morogoro au maisha yanaanzia hapa? Nataka kwa mimi sasa nimchukue nirudi naye Morogoro. Okay. Umeona? Sawa. Kanoa kwa mjomba pale. Mjomba kanielekeza bwana, ndio kama mama kumkuu, sasa mimi sio mkaaji hapa. Ndio kama mkubwa Manyamala. Lakini wewe ulimtengeneza kwamba bwana, mimi nikija huko nataka nije nikuchukue turudi Morogoro? Ila nataka kwanza kuja kuonana na wazazi wako, au ulikuja tu kimapenzi afu baadaye ukaona namna fulani? Yeye mwenyewe naba mimi naondoka. Yeye mwenyewe tangu anatoka kwa nyumbani. Kwa sababu tunasema tangu nyumbani. Bwana mimi naenda, lakini mimi nitakuja. Basi hamna shida, wewe ukija tutamaliza mambo. Tutamaliza tu. Umeona? Kwa mimi nikawa natoka kule wazi moja kwa moja na kumchukua mke wangu, fanyaje? Tukaanza maisha. Kufika huko ndo unakuta tena kuna jamaa ndo kashakuharibia mifumo kila kitu. Basi nikakubana ile hali, nikatoka kwa Manyamala kwa Ubungo, kwa mjomba wangu pale, kwa mamangu mkubwa tuseme. Nikafika bahati nzuri kuna ndugu yangu alikuwa anafanya kampuni ya ulinzi, kampuni moja G1 Security. Inaitwaje? G1 Security. Bwana, watu wa G1 Security. Bwana, nimekutana na rafiki yangu bwana. Ni mkazi wa Morogoro, amekuja hapa kufuata mzazi mwenzake. Kuna changamoto akakutana nazo, lakini kuna ndugu yake ambaye huyo ndugu yake anafanya kazi kwenye kampuni yenu G1 Security. Kwa G1 Security huyu bwana ni ndugu yenu pia, kwa sababu ndugu yake ni mmemwajiri. Kwa hiyo msikilizeni kisa chake, muangalie ni namna gani ambavyo tunaweza tukasaidia. Alafu G1 nyinyi watu wakubwa bwana, acheni mambo yenu. Huyu si ndugu yenu nyinyi G1? Hebu acheni mambo yenu bwana. Ndugu yenu, hebu msikilizeni. Kwa nikafanya sasa, kwanza kabla yote, wewe huku Tabata umemaka hii tumekutana hii Tabata Kimanga. Huku unapajua lakini ni wapi? Huko. Tabata Kimanga napajua. Tabata Kimanga. Ndio mizunguko yangu. Ndio mizunguko yako. Kwa sasa hivi kwa bado uko ukweni kwanza au ndio umeshaenda kwa mjomba? Sasa hivi nimeshaoa na familia. Yuko yule umemwacha? Nimeshamwacha tena kitambo sana. Nina familia. Na umepanga? Nimepanga naishi Vingunguti. Vingunguti. Kwa Simba. Vingunguti kwa Simba. Okay, Vingunguti kwa Simba ndo unako. Sasa nataka kujua uliweza vipi kupanga kwenye ile 300,000 ulokuja nayo, au yani kwamba ni chanzo gani kilichokufanya wewe mpaka ukapata kupanga? Yani ni shughuli gani, au ni hii issue yetu hii ya tunaokota kidogo makopo 2-3? Mimi nanunua. Haya wewe unanunua? Ndio maana nakipaza hiki. Kwa hiyo kumbe haya unayanunua? Mimi soko tu nanunua. Samani naweza nikaangalia lakini. Angalia, hamna shida. Okay, hii hapa ni Oryx Petroli. Okay. Oryx XL Petroli. Bwana. Na hii hapa High Cross. Sawa. Hii rangi Okay. Kwa hizi inakuaje hizi? Yaani unaweza ukanielewesha kidogo? Haya. Au kwa sababu sisi tunanunua mtaani. Au pia tuna mzani pale, tuna ofisi yetu ya Maskelepa. Tunaenda ofisini kwetu pale, tunapima, anapima napata kilo ngapi za kwake, anipa langu namkatia cha kwake alichonipa, maisha yangu yanazidi kuendelea. Okay. Kwa hizi wao wanaonunua hizi wanakuwa wanaenda kufanyia nini? Hizo zinapelekwa kiwandani. Zikishapelekwa kiwandani? Kiwandani kwa wanaanza kuziayusha zile, sasa ndio tujue wanatengeneza nini, utakuta nondo, kila kitu wanatengenezea kule. Okay. Hayo wanayajua wao watu wa kiwandani au vipi? Sisi kama hayatuhusu vile. Kimsingi sisi tuendelee kudili na masuala yetu ya msingi. Kwa sasa hivi umeoa. Na yule mtoto wako kule umemchukua au bado yuko kule? Yule mtoto wake alikataa kumchukua. Akamwacha kule. Nikamwambia hamna shida, mtoto agombaniwe. Umeona, lakini kwenye matatizo naenda na mtazamo wanangu na rudi zangu nyumbani, maisha naenda. Na yeye kashaolewa au bado yuko vile single? Yeye hajaolewa. Bado anatangana njia. Sasa kashazalishwa na mtoto mwingine tena. Hajaolewa kweli au wivu tu wa kimapenzi? Hajaolewa. Ila wewe ndo umeoa. Mpaka leo nimeoa. Umeoa mtoto wa kabila gani? Wote kabila moja. Huko. Inaonekana Morogoro wenzio wamekukoleza. Unajua tabia zao nzuri. Unajua ngombe kitu bro. Tunakupa kuchukua kabila tofauti, utakuta mwingine kwao mbali sana na ulitupu mpaka hela ya msingi kabisa ndio ufike kwao. Sasa kitu kama kile mimi naona kwangu kinanipa nini? Mtihani. Sababu natazama na hali yangu mwenyewe. Lakini kesho na kesho kutwa mdomo acha amenishinda mimi na baba mke wangu, tulishamba tunaenda kulima. Sababu ndo njia hii hawezi kunipinga. Lakini unamuonaje yeye pia tabia zake na mambo mengine, yeye kidogo yeye na yule huyu uliokuwa naye sasa na kule ulikowahi kutoka? Tofauti upo mkubwa sana.
Utofauti mkubwa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa kuniletea mwanamke kama yule pale. Kwa sababu mwanamke wewe jinsi nilivyotoka naye kwenye shida. Hakuna mwingine angeweza. Kwa sababu si ile 300 ilikuwa ishaisha. Hakuna sababu ile 300 imeisha ukweni ujue. Kweli imeisha. Afu ule ukoo nao ulivyokoponoma kila siku wanataka finyango au? Lazima utoe. Au kibua. Lazima utoe hela watu wale ni waweze kukaa ule. Kwa vile nilikaa sana kwao. Mchuzi hawataki uwe mwepesi, wanataka mchuzi mzito. Ngogwe bamia ikosekani. Kweli. Bwana basi poa mshikaji wangu, Mungu akubariki. Au vibakini pole kwa changamoto ulizokutana nazo. Huo ndio wanaume ndio tumeumbwa hivyo, wanaume tumeumbwa mateso. Si unajua ile nyimbo yao ndugu zetu Msondongoma ni wanaume tumeumbwa mateso. Kwa hiyo ule ni wasiria kabisa. Kwa mimi nakushukuru sana mshikaji wangu. God bless you. Au vipi bwana? Endelea kupambana usichoke. Mungu kakupa mwanamke wa ndoto zako, wa furaha yako. Basi na wewe jitahidi kumpa furaha yake. Au vipi bwana? Okay. Shukran sana mzee. Ni ndani ya Tabata Kimanga, katikati kabisa ya Chang'ombe pamoja na Sundown. Mimi nawashukuru sana. Tuko pamoja next time kwenye kipindi chetu. Ciao.